Tunaenda kuwa na Mercury ama Atwaridi ikiwa in conjunction na Mars ama Mirihi kwa nyumba ya 12 yani Pisces Machi 15. Na hivi ndio itakuwa ina affect kila sign. Kumbuka Mercury ni sayari ya maongezi na Mirihi ama Mars ni sayari ya kuchukua hatua ama taking action. Na ikiwa kwa nyumba ya 12, nyumba ya 12 inasimamia mambo ya rohoni na pia hisia. So, msimu huu jaribu sana kuangalia kile unachowaza na hatua unayochukua kihisi na hisia zako ziko vipi kwa jambo hilo. Msimu huu unaweza pigania ndoto zako, ila kuwa makini usije ukatengeneza reality yako kwa kupitia imagination. Kumbuka kuna illusion na kuna reality. Unapata mtu amekaa kama vile Pisces huwa wanakaa, wanawaza vitu vingi. Alafu unapata anatengeneza ana imagine vitu kama hivyo, alafu anajaribu kutengeneza njia zake kupitia hiyo. Face reality yako. Usiwe kurupuka tu kufanya vitu kupitia vitu ambavyo umeimagine, alafu baadaye conjunction hii ikipata ama mambo yakiwa align, unapata unaanza kutatizika sana. Jaribu pia kuepukana kuwa na fikira ama mawazo yani ambazo hazieleweki, maana msimu huu zitakuwa yani kutakuwa na hiyo mawazo ya kupitiliza sana. Watu watakuwa sana na hisia za juu msimu huu. Jaribu sana, maana pia tuko na conjunction ya North na Mars kwa nyumba ya Pisces ambayo imekuwa tarehe 13. So, hivi ndio itakuwa ina affect kila sign. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya 12. Unahitajika kujifanyia kazi ndani ama katika masuala ya rohoni ili uachilie vitu ambavyo vimekuwa vinakutatiza tokea mwanzo, vimekuwa vina hizo trauma, hizo siri ambazo zimekuwa ndani mwako ama siri ambazo zimekuwa zikifichwa. Unaweza kupata kuambiwa siri msimu hii, vitu ambavyo vimekuwa vinafanyika katika siri ambazo zimekuwa zinatatiza maisha yako, ama vitu ambavyo umekuwa unaficha ndani ambazo zimekuwa zinakutatiza, msimu huu inaweza kuchipuka. So pia msimu huu unahitajika pia kujitenga, yani kuingia into isolation ili uweze kujifanyia kazi, maana uweze kujifanyia kazi kama uko in public. Unafaa upate muda ujifanyie kazi, ureflect, uingie into kama ni meditation, ujichunguze ama practices zote za rohoni ili upate kufanya nini? Kujifungua, maana hisia zako msimu huu itakuwa juu sana. Nakumbuka Aries ni watu ambao wana hisia za juu sana, tena za mbio sana. Chunguza sana msimu huu hisia zako, alafu pia fikira zako ama mawazo yako. Usijikute ukajiingiza katika stress msimu huu, maana Mercury inasimamia fikira ama mawazo. So chunguza sana mawazo yako, ndoto zako ambazo zinakuja msimu huu. Taurus itakuwa kwa nyumba yako ya 11 na italeta either mawasiliano, kutoelewana, yani vitu na maongezi na marafiki zako. Either utapata unajiunganisha na marafiki zako, unapata kuelewana kupitia maongezi, ama kuna wengine ambao walikuwa hampatani vizuri, unapata msimu huu mtakuwa unajitenganisha na kundi ambayo ya watu ambao walikuwa hawana malengo mema ama hawana mambo mema na wewe, ili ujipate kujiunganisha na marafiki ambao watakuwa wanakusaidia ama wanakusupport katika maisha yako ama malengo yako, vitu kama hivyo. So msimu huu jaribu kuangalia sana groups ambazo unajiingiza nani, network zako, kazi unafanya na watu gani, maana utapata kuna hiyo shift. Either utajua kuna vitu vinafanyika ama series zinatokea hivi kukosana na watu, ili upate kuingiana na watu ambao wanaendana na wewe. Gemini itakuwa kwa nyumba yako ya 10 na hii italeta mabadiliko sana katika masuala ya kazi na pia vile unavyoonwa nje, yani public life yako. Watu wanakubeba vipi, wewe mwenyewe unajibeba vipi mbele za watu, vitu kama hivyo. Utapata ubunifu wako ama creativity yako msimu huu utapata iko juu sana. Either utakuwa una ideas mbalimbali za kucreate vitu msimu huu, ama utapata kuingia kwa kazi nyingine msimu huu, ama utapandishwa cheo, ama kuna vitu vitatokea tu kazini ambavyo either vitakulazimisha uachilie vitu fulani, ama ujitenganishe na watu fulani, ama ujitenganishe na kazi fulani, ili upate kufanya nini? Kupokea iliyo yako, ama kuingia kwa kazi ambayo inaendana na wewe. Cancer itakuwa kwa nyumba yako ya 9. Utapata kuwa na debate ama kutatizana na watu kuhusu imani yako. Unaamini nini? Unapata watu wanakuuliza, wewe imani yako umekuwa unaamini kitu fulani hiki hata kijatendeka nini, utatingizwa imani msimu huu. Na pia unaweza kupata safari za ghafla msimu huu, ama unaweza pata angalia ni vitu gani ambavyo ulikuwa unasoma, mambo na masomo, wale ambao wanasoma ni vitu gani vinaenda sawa, venye haviendi sawa, utapata kuviachilia. Leo itakuwa kwa nyumba yako ya 8. Utapata hisia za juu kuhusu vitu ambavyo unashare na watu, pia mambo na mahusiano,
pia utakuwa na, yani utakuwa na hizo ideas mbalimbali. Kumbuka Mercury ni sayari ambayo inarusha mawazo, fikira, inasimamia fikira, communication, vitu kama hivyo. So utakuwa na hisia za juu, utapata kuachilia watu fulani maybe ambao ulikuwa una deal na wao, ambao walikuwa waendani na wewe, ama walikuwa una share nao vitu fulani, utaachilia vitu kama hivyo. Mambo na mahusiano pia ni muda utapata kujifundisha kuweka sawa mahusiano yako, kurekebisha vitu kama hivyo. Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 7. Either unaweza pata wapenzi wa kale wanarudi muda huu, ama vita ambavyo mlikuwa mnakurupishana na wapenzi wako kimahusiano kale itachipuka tena, ili upate kufanya nini? Kusawazisha. Hisia zako zitakuwa juu sana msimu huu, chunga sana. Libra itakuwa kwa nyumba yako ya 6. Jaribu kuangalia work routines zako, maana kutakuwa na vita pale, ama chaos left right and center. Pia afya yako jaribu kuangalia msimu huu, unaweza ingia kwa stress msimu huu sana. Jaribu kuangalia masuala ya routine yako ya kila siku, kazi unaiwekaje, afya yako pia umeibebaje, vitu kama hivyo. Scorpio itakuwa kwa nyumba yako ya 5 na utakuwa na emotion ama hisia kali sana za kimapenzi msimu huu. Pia utakuwa na hiyo msukumo wa kufanya nini? Kucreate, yani ubunifu wako utakuwa juu sana. Ideas mbalimbali zitakuwa zinakurupuka left right and center. So chunguza ni gani unaendana nayo, ni gani unaachilia, kwa sababu msimu huu pia unaweza pata hizo confusion sana. Sagittarius itakuwa nyumba yako ya 4. Mambo na nyumbani, mambo na familia, vitu kama hivyo. Kutakuwa na hizo tension sana ya vile unazungumza na familia, na watu wa karibu, vile unavyojipanga kwa masuala zako za nyumbani. Jaribu sana uchunguze mambo kama hayo. Usije ukakurupuka tu kufanya vitu, baadaye nini hiyo ikitoka unapata umekosana na watu katika jamii. Jaribu kuangalia maongezi yako. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 3. Utajikuta wewe ni mtu ambaye uko direct sana, unaongea, yani conversation yako unakuwa unaongea mtu na majibu yanakuja right left and center. Jaribu sana kuangalia vile unavyoongea na watu, alafu mental yako ama akili yako msimu huu itakuwa unarusha, yani na mawazo yanakuja tofauti. Unaweza jikuta umeingia kwa stress, ama unakosa hata kupumzika, unakuwa restless. Jaribu sana either uingie katika meditation, ama upate kutulia, ama before ongeleshe mtu jaribu kufikiria unaongea nini ama unasema nini, sababu msimu huu kutakuwa na heated conversation, vita vya maneno. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya 2. Chunga sana usije ukakurupuka ku make decision kuhusu pesa, unakimbilia tu mambo ya fedha, hata hujaangalia vizuri, hujajipanga vizuri, wewe umekurupuka tu pepe, ndio hiyo make decision, alafu baadaye unaanza kuregret. Jaribu pia kuangalia self worth yako, unajithamini kupitia njia gani? Value yako ni gani? Usije kukurupuka tu kufanya vitu tu kwa sababu ya mbio ya kupata hela. Pisces itakuwa kwa nyumba yako ya 1. Utahisi sana, yani msimu huu utahisi nguvu nyingi sana msimu huu, maana itakuwa kwa nyumba yako ya 1. Nakumbuka hii conjunction inafanyika kwa nyumba yako, so itakuwa affect sana wewe. Utakuwa na nishati ambayo itakuwa juu sana, utafeel uko very active, utakuwa very imaginative. Chunga sana usije ukaingia katika fikira ambazo hazieleweki msimu huu, ila jua passion yako, drive yako msimu huu itakuwa juu sana. So ukitaka kufanya vitu, ukitaka kuanzisha jambo, chunguza mara mbili, maana sayari ya Mars ni ya kuteka action. Unapata unakurupuka tu, mawazo yamekuja huku na kule, unakurupuka unafanya vitu tu Chunguza sana msimu huu. In as much as utakuwa na nishati ya juu sana, chunguza unafanya nini na nini ili kupata kusonga mbele, nini unaachilia, nini utasonga nayo. I hope umenielewa vyema.